Niko hapa nyumbani kwangu Damac Hills. Hii villa nilinunua muda mrefu kidogo lakini kuna kitu hapa mimi nataka niongelee kuhusu sustainability, because hawa wenzetu naona they build in a very sustainable way. Hii villa iko katikati ya jangwa, in the middle of the desert, lakini ukitoka ukiona mazingira yale, yani unapata value ya property kwenye yale mazingira. Kuna miti, kuna greenery kubwa, there are plants ambazo from all over the world wameziweka hapa in the middle of the desert. So point yangu ni kwamba kama tunafanya construction, tusimalize eneo lote tukawa tumejenga hapa. Tuache nafasi, tuweke miti, tuweke greenery, tuweke sehemu mtu anakaa anapumzika na and that will bring hiyo sustainable way of living. Tunatengeneza ile lifestyle, na hizo facilities nyingine, hizo greenery na sustainability huwa inaongeza value pia. Kwa usione kama nikiacha nafasi nitakuwa napata loss. Hapana, ile property yako value yake inaongezeka kwa ile sustainable way umeitengeneza. So I think message yangu ni kwamba kwa Tanzania sisi tuna very good soil as compared to hapa Dubai. So tukiweza kujenga in a sustainable way kwa Tanzania, manake kwa sababu tukiweka tu mbegu in Tanzania tunapata mti pale pale. Hapa kuna desert, manake unatakiwa uweke mbegu, lakini uweke with whole infrastructure ya soil na nini, lakini kwetu sisi ukiweka tu anywhere mti huwa. So we use that. Hiyo sisi tuna edge, tutumie ile edge yetu, tutengeneze mazingira mazuri yanayo surround property zetu ili kuongeza thamani za zile property. Kuna hii issue ya smart homes. Yani this is new age stuff, Gen Z stuff. Yani nyumba unawasha, ukiingia unasema bana washa taa zinawaka. And this is a smart home by the way. Yani hapa mimi nikisema zima taa zote zinazimika. Nikisema fungua pazia inafunguka. Tena kwa bahati nzuri mimi ya kwangu hapa nimeiseti kwa Kiswahili. Kwa hiyo nikiongea Swahili inaelewa, inatekeleza. Kwa hiyo nikisema fungua mlango inafunguka, nikisema zima taa inazima. This is smart home. Alafu pia sio lazima ufanye kwenye ujenzi. Yani hata jengo lako kama limejengwa tayari, ukitaka kuibadilisha kuifanya smart home, kuna kits zinauzwa ambazo ukitafuta professional kama sisi developers tunaweza tukakuwekea ukapata smart homes. So this is new age stuff, Gen Z stuff, smart homes. An example of this is this house. Yani it's another level of living. So tuanze kufikiria kuishi kwenye smart homes, sio zile nyumba za zamani. Sisi Mkuyu sasa hivi tumepartner na Damac katika kujenga majengo yetu, na one of the thing ambayo tumeiwekea kipaumbele ni hii smart homes business. Yani smart home ni very critical thing kuileta Tanzania, kwa sababu it's another level of living. Yani unaingia nyumbani unasema bana nataka taa ziwake, basi zinawaka. So this is what we want in Tanzania. We want smart homes in Tanzania. Pia huwa inasaidia pia kupunguza gharama. Usifikirie ukiweka smart home ndio gharama, hapana. Kwa mfano ukitoka nyumbani umesahau kuzima taa, inajizima yenyewe kwa sababu ni smart. Ishajua umeondoka, inakusense. Kwa hiyo we are trying to incorporate this in our projects in Tanzania kwa kushirikiana na Damac ya Dubai. Ndio maana tunasema miliki mali, miliki Dubai. Yani hapa kuna tools kwa Dubai, hapa kuna tools za kuweza kuuza property ambazo yani ukishakuwa na property yako umenunua mfano in Dubai, uhangaike kutafuta mpangaji. Ukiingiza tu kwenye mfumo, kwa mfano kuna mfumo wa crypto wa Damac, ukiingiza tu una property yako inakulink direct kwa kutumia AI na mteja ambaye anataka kwa zile vipengele ambavyo wewe umeviweka, kodi nini. Kwa hiyo upate shida kabisa. Yani wewe unakuwa free. Yani huna haja kumpigia mtu simu uanze kudili na fulani. Yani wewe unaingiza tu kwenye una upload tu pap, mpangaji unampata mwenyewe. So those kind of tools sisi Mkuyu Africa tunajaribu kuzileta Tanzania, na tutazi incorporate kwenye miradi yetu ya property, kwamba watu ambao watanunua kwetu waweze kupangisha kama ilivyokuwa watu wanaonunua kwa Damac wanaweza kupangisha kwa urahisi without hassle. Kitu kingine muhimu kwenye property, I think the most critical especially for Tanzania,
ni property management. Sisi bado kwenye property management hatujafika level inayotakiwa. Kuna kipindi tulijaribu sisi kushirikiana na property management company kutoka South Africa inaitwa Broll, tukaileta Tanzania, tukawa tunafanya nao, lakini tuliface so much changamoto kwenye practical way kwa sababu there was challenge on both ends. So property management kwa Tanzania it's a challenge. Tunatakiwa tutengeneze mifumo. Ndo sasa hivi sisi kwa Mkuyu Africa tunajaribu kuimplement ile mifumo ambayo tulijifunza kutoka kwa Broll, kuizi incorporate kwenye system yetu ya kuendesha wa property zetu. Lakini pia tuko hapa Dubai, yani mimi ninakuwa nakaa Dubai sana, najifunza kutoka kwa Damac. Kwa mfano Damac wana sehemu yao ya property management. Kwa hiyo wewe kama umenunua Damac, huna haja ya kuhangaika kudili na any issues ya management ya jengo. And same way sisi Mkuyu Africa tunajaribu kufanya kupitia property zetu. So this is a very big gap, yani kwa mtu ambaye ataweza kusolve hii ambayo sisi tunajaribu, lakini hata mtu mwingine ambaye anasikiliza hii anaweza akasema mimi pia nataka niwe kwenye property management industry. It's a huge industry, na kwa Tanzania bado is at infancy. So I think there is a big opportunity there, big opportunity to make money, to make income kupitia property management in Tanzania. Property management is a very wide concept. Kwa mfano sisi tuna kwenye property zetu, kwa mfano Masaki, mtu analipa service charge $100. Ile $100 sisi tunafanya property management tunapokea, lakini tuna vitu vingi tunatakiwa tufanye kwenye ile pesa. Kwa mfano tunatakiwa tuhakikishe usafi wa jengo nzima, tunatakiwa hire security company tuwalipe monthly, wao wanakuwa wanaleta walinzi wao 3 4 on 24-hour shifts. That is property management, kuweka security company reliable na kuwafuatilia wanafanya kazi sahihi, kufanya cleaning ya jengo nzima, kuhakikisha lift inafanya kazi. Kwanza kuna installation ya lift ambayo inamhusu developer, lakini property manager inachomhusu ni ile lift inafanya kazi 24/7. Manake ikizima, umeme umezima, anatakiwa awashe backup generator, lift iendelee kufanya kazi. So property management pia ni sehemu hiyo. Lakini pia kuna swala la kusolve matatizo ya wale watu. Kwa mfano kuna mpangaji huko anaweka takataka nje ya mlango wake, anamsumbua mpangaji mwenzake. Sio kazi ya mjenzi au kazi ya yule mmiliki, ni property manager ndo anatakiwa apigiwe simu, hello nakuomba uondoe hiyo takataka hapo nje, au anamwambia ina goodwill. Lakini hiyo yote ni sehemu ya property management. Kuna swala la maji, kuna maji ya kisima, maji ya DAWASA mfano kwa Tanzania. Kwa hiyo maji nayo inatakiwa iwe responsibility ya property manager. Kwa mfano sisi tunakuwa na mikataba miwili kwenye majengo yetu yote, tunakuwa na mikataba miwili kwenye upangishaji. Kuna mkataba mmoja unakuwa wa lease agreement, mkataba wa pango. Alafu kuna mkataba wa pili unakuwa service agreement, mkataba wa huduma. Mkataba wa kwanza unaingia na owner. Kama sisi mfano apartment zile tulizouza, yule tuliyemuuzia ndo anaingia mkataba na mpangaji wake. Kwa mfano zile tunazo hold tunaingia sisi na mpangaji wetu. Lakini kuna mkataba wa pili unaitwa service agreement. Hiyo huwa inamhusu property manager. Kwa hiyo anaingia property manager na mpangaji. Kwa hiyo wale wanakuwa na mkataba wao unaitwa service agreement, na ile inakuwa na amount ambayo yule anatakiwa alipe, lakini akisha kulipa anatakiwa ademand pia zile huduma. Kwa mfano anatakiwa maji, hana haja tena ya kulipia maji, hana haja ya kulipia masuala ya fire, hana haja ya masuala ya security, masuala ya usafi, kila kitu inakuwa covered. So hiyo service agreement ndo very critical thing ambayo bado it's not popular in Tanzania, lakini it's supposed to be. Kila jengo inatakiwa iwe na property manager, alafu kila mpangaji anatakiwa awe na mikataba miwili. Mkataba wa kwanza mkataba wa upangaji, mkataba wa pili mkataba wa huduma, service agreement. And that's what these other people, like hapa mimi niko Damac na mikataba miwili. Na mkataba wa, of course mimi kwa sababu ni mmiliki sina mkataba wa pango na mkataba ule wa sales agreement, lakini pia na mkataba wa huduma. Kwa kama ni mmiliki haijalishi, mimi huduma napewa na property manager.
Kwa hiyo natakiwa nimlipe property manager every month kwa ajili ya huduma, lakini I don't have headache ya maji, I don't have headache ya kitu chochote. Kila kitu mimi nakikuta hapa kipo sawa. Sisi ndo Mkuyu Africa kupitia kampeni yetu ya Miliki Mali tunawapa fursa ya kumiliki prime areas kwa gharama nafuu kwa mfumo wa malipo rafiki. Karibuni sana.